Hebu kwa upande huu kwanza, vijana tufanye namna hii, nikija huku tunaendelea namna hii, nikija huku tunaendelea namna hii. Jomvu ishasema. Unajua, wakati tunataka kuwa gavana, ni hii Jomvu ndio baada aliinuka akasema ya kuwa Abdulswamad tosha, sio? Hapa Jomvu. Na huu mbunge wetu ndo alienda bunge akaambia ule spika wa zamani, akamwambia mimi sina wazimu nikisema Abdulswamad ndo anafaa. Na hapa Jomvu nimekuwa hapa juzi, tunaanza kujenga shule na panapo majaliwa kuna na hospitali nyingine pia itajengwa hapa. Lakini sasa mimi nataka kuambia wanajomvu, nisikizeni kwa makini, maneno yangu yawaingie ndani ya moyo wenu kama vile nyinyi muko ndani ya moyo wangu. Muyapende maneno yangu kama mimi vile napenda tabia zenu. Muyasikize yale maneno, sauti iwe ni ya kama kinanda, lakini maneno yaingie ndani ya roho. Mimi si mwanabiashara, lakini mimi Mungu alinijalia naangalia hali ya anga ya hewa na naangalia uongozi vile unavyokwenda. Wakati Ruto presidenti amechaguliwa na hajaapishwa, na wakati mimi nimechaguliwa na sijaapishwa, tuliweka kikao pamoja. Nikamwambia mimi tukitaka tuendelee bila ya vita baada ya hizi election, kitu cha kwanza nataka ufanye hii hali ya bandari, ni lazima mambo ya clearing and forwarding na transport ziwachwe hapa Mombasa. Kama ingelikuwa siko tokoelewana huko, leo yale makontena yote mnayaona hapa, uchumi ambao kwamba ulioko katika eneo hili la Jomvu kungelikuwa hakuna hii leo. Kisha sasa mimi nikaangalia hawa wengine. Wakati mmoja alikuwa ni deputy president, kila nikijaribu kwenda katika ile IBEC kuangalia na kutetea mambo ya Mombasa, kila siku tunakanyagiwa. Mambo ya bandari tunakanyagiwa, mambo ya nini tunakanyagiwa. Nikakumbuka huyu Gachagua, wakati mimi ni mbunge na yeye ni mbunge, nikitetea mambo ya bandari, yeye ndo alikuwa mstari wa mbele kuhakikisha ya kwa bandari isiwafae watu wa Mombasa. Na kama nasema uongo nipeleke kotini, kama nasema uongo nipeleke kotini, ya kwa wewe siye ambaye kwamba katika committee room ya bunge, katika ile jumba la bunge, ambaye ulikuwa katika mstari wa mbele kupinga mambo ya bandari iwafae watu wa Mombasa. Niambie ya kwa nimekosea, kama si wewe uliyesema ya kwa pesa ya bandari inafaa, sio lazima isaidie watu wa Mombasa, iende sehemu moja peke yake pale ulipotoka wewe. Kisha sasa nikapiga hesabu zangu. Wakati alikuwa deputy president hapa, tuliitwa sisi ni shareholder, yeye akasema sisi sio shareholders. Tukaambiwa ya kwa kuna wengine ni Wakenya bora kuliko wengine, ya kwa sisi ni Wakenya duni. Na kama ukusema hivyo, I dare you, sue me. Si yeye alisema ya kwa kuna Wakenya wengine ni bora kuliko Wakenya wengine? Si yeye alisema ya kwa kuna wengine ni shareholders, sisi sio shareholders? Alipoona ya kwa tunajaribu kuangalia kuingia na kuendesha ili gurudumu, Kenya ni yetu sote, si ya mtu mmoja, si ya kabila mmoja, alisema mimi ndio nitakayeweza kusimama katika Ikulu kuhakikisha ya kwa hawa kina Abdulswamad, hawa ambao kwamba ni wengine kina Hassan Ali Joho wasiweze kupita kokote. Lakini acha Mungu aitwe Mungu, acha Sagodi aitwe Sagodi,
Acha Mungu aitwe Mungu. Yule aliyekuwa na kiburi jana, leo kazi yake ni matusi, hana lolote jengine. Acheni Mungu aitwe Mungu. Lau tulikuwa tumeweza, ukatuambia sisi si shareholder, ukatukanyagia, ukatufanyia kila aina ya vitimbi. Lau Mwenyezi Mungu, Mungu ana hikma yake. Lau Mungu angelikuwa amekujalia wewe ukaendelea kiti kile miaka 10, tungelikuwa wapi hapa hii leo? Tungelikuwa wapi sisi hapa hii leo? Leo tunaweza kukaa na deputy president, tunaweza kukaa na speaker, tunaweza kukaa na viongozi tofauti, tunaweza kukaa na watu tukaambiana tulikuwa na tofauti za kisiasa lakini si tofauti za kibinafsi. Tunaweza kuwa na hoja tofauti za kisiasa lakini mwisho wa kwisha tunajua ya kwa malengo yetu ni hawa watu, hawa binadamu wa Jomvu, binadamu wa Mombasa, binadamu wa Pwani, binadamu wa Kenya, sote tu wa kitu kimoja. Licha ya rangi kuwa tofauti, licha ya kabila kuwa tofauti, licha ya dini kuwa tofauti, lakini sote tuna haki chini ya bendera yetu ya Kenya na chini ya uongozi ambao kwamba sasa hivi ni William Samoei. Angalieni, mimi nataka kutoa mfano wa mwisho. Unajua sisi hapa Pwani, Mombasa hususan, mwanamume hamzungumzi mwanamume mwenzake, na mwanamume huongea kwa vitendo, haongei kwa maneno, na vitendo havizungumzi, vitendo huoneshwa. Sisi watu wengine wenye tabia kila pahali ni kutusi, tunasema ya kwa hayo ni maneno ya leso. Maneno ya leso tumeachia watu wasutane. Sisi tunataka kuangalia hali vile ilivyo. Sisi tumekuwa katika mstari wa mbele na tukaongea mambo ya vitambulisho. Sio watu wetu ambao kwamba wanateseka kila siku na mambo ya vitambulisho. Kuna baya lipi Ruto president wa Kenya alipotoa amri akasema kwa hawa waungwana walioko hapa ikiwemo ni Mombasa, watoto wao wasiteseke na vitambulisho? Angalia, wengine walituita magaidi. Hao wenye kuungana wote walituita magaidi, si sababu nyingine, sababu ni moja, hawataki idadi zetu ziweze kuhesabika. Na mimi nawaambia, wangapi hapa watakubaliana na mimi ya kwa madam tuko na vitambulisho na tuko na uwazi wa vitambulisho, tutachukua kura zetu kwa wengi, watu wasikae na wakasema wao peke yao ndo wamezaana. Hata kwetu sisi twala papa, twala pweza na twala na njugu za karanga, pia sisi twazaana. Tumeelewana mpaka hapo? Tumefahamikiana mpaka hapo? Sasa mimi kwa sababu ya wakati, mimi nataka kuweza kuchukua fursa kuweza kumkaribisha Papa wa Remo. Nimeambiwa ya kwa mwanzo nitoe pesa, sio? Mimi si wenu wa kila siku, mimi si ni wenu. Haya, hii 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000 na 1,000 juu yake. Asanteni sana wanajomvu. Papa wa Roma, tunaomba ngoma isikuti upige mara moja. Ala, Mwanamberi, 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 wetangula mwana